Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Machi 5 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya alasiri. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Maporomoko mapya yaripotiwa uko Rubaya wilayani Masisi. Takriban watu 200 waripotiwa kuuawa. Licha ya kwamba takwimu ya watu waliouawa ingali bado inatofautiana, lakini kiukweli ni kwamba maporomoko ya udongo imewaua watu wengi katika maeneo hayo ya mgodi ya Rubaya. Hivi kabla tuendelee na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Tafadhali usikose kusubscribe, yaani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose vile vile kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hivi na kuomba tuandamane sote pamoja hadi pale tutakapotoa nanga kwa matangazo yetu. Na bila ya kupoteza muda mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, habari tulizonazo mchana mwa leo ni kutoka huko Rubaya. Kama vile wengi wanavyofahamu, Rubaya ni eneo ambalo kuna umaarufu wake kutokana na migodi, haswa madini ya coltan, na eneo hilo lamilikiwa na muungano wa AFC M23 ambao hao wanaungwa mkono na Rwanda. Mtazamaji pia msikilizaji wangu, ilikuwa ni siku ya Jumanne ya tarehe Machi 3 mwaka huu wa 2026. Mnamo saa za alasiri mvua ilipiga au kunyesha sehemu hiyo, ikasababisha mporomoko wa udongo. Katika kuporomoka kwa udongo, watu wengi ambao ni wachimbaji madini waliokuwa kwenye baadhi ya mashimo wakafunikwa. Kuna wale ambao waliondolewa, yaani kufukuliwa, na wakapelekwa mjini kwa ajili ya kufanyiwa mazishi kwenye jamaa zao, lakini vile vile kuna wale ambao hawakuonekana. Hadi sasa vyombo au watu wanaohusika na utafiti wangali bado wanaendelea kutafuta, wenda mihili mingine ikapatikane. Kwa mujibu wa Wizara ya Madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliponukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa, waziri wa madini amesema miongoni mwa wale walioathirika ndani mlikuwa watoto 70. Nao watoto 70 hao walipelekwa kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu, kutafuta kunusurisha maisha yao. Vile vile kulikuwa baadhi ya watoto ambao walijeruhiwa. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, matukio hayo yametokea na kuacha wengi katika hali ya sintofahamu, inapokumbukwa kwamba siku si nyingi kuna maporomoko mengine ambayo yaliripotiwa sehemu hiyo, na ambayo idadi ya watu waliouawa ilikuwa zaidi hata na hii ambayo inatajwa leo, licha ya kwamba hakuja kuwa idadi kamilifu. Idadi zingali bado zinatofautiana. Tukumbushe hapa eneo ambako kulitokea mkasa huo linajulikana kwa jina la Kasasa na ni kwenye mgodi huo wa Rubaya. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji, tuendelee kuangazia hapa kuwa eneo la Rubaya linapatikana tarafani Masisi mkoani Kivu ya Kaskazini. Hivi sasa habari tulizo nazo zasema ni vigumu kutaja na kuwatambua wale ambao bado hawajaonekana ikiwa idadi yao ni watu wangapi. Mtazamaji pia msikilizaji, tukumbushe hapa kwamba ni mwezi mmoja na kitu hivi sasa kuna matukio mengine ya aina hiyo kama nilivyotangulia kusema yaliyotokea sehemu za Rubaya
na yakawaua watu takriban 400 kama vile vyombo vingi vilivyotoa habari. Na ilikuwa ni mwezi Januari tarehe 28 mwaka huu wa 2026. Eneo la Rubaya, licha ya kwamba inazalisha madini ya coltan ambayo macho ya watu wengi, haswa jumuiya ya kimataifa, nchi zenye nguvu duniani, nchi za madola, wanatupilia macho kulenga eneo hilo la Rubaya, ni kwa sababu madini ya coltan yenye utajiri inazalisha simu ambazo tunazungumzia, kompyuta, vifaa vingine vya kisasa ambavyo ni vya teknolojia. Kwa hiyo eneo hilo ni eneo lenye utajiri na ni eneo ambalo lina umaarufu, lakini kutokana na hayo au licha ya hayo yote tunayoyataja, kwa sasa limeonekana kama vile eneo ambalo lina usalama unaoyumbayumba au unaodidimia. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ni hayo ambayo tunakuandalia kwa leo, lakini kumbuka kwamba eneo la Rubaya kama nilivyotangulia kusema ni eneo ambalo hadi sasa linamilikiwa na muungano wa AFC M23 ambao hao wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda, kama vile vyanzo vya ndani na ripoti nyingi za kimataifa zimethibitisha kwamba hapana shaka tena Rwanda inaiunga na kuisaidia AFC M23 kwa mambo yoyote yale yanayoelekea machafuko ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa nchi. Na ni hiyo iliyo hata sababu iliyopelekea jeshi la Rwanda kuwekewa vikwazo na serikali ya Marekani, kama vile baadhi ya wakuu wao wa majeshi, maafisa wao wa ngazi ya juu, majenerali 4 kuwekewa vikwazo vile vile. Kufikia hapo sina cha ziada. Ni hayo tumekuandalia kwa muda kama huu. Hadi hapa tutakapokutana tena hewani, na watakieni nyote kila laheri, lakini na waomba msibanduke. Wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe kwa kukubali kuandamana nasi tukianza pamoja na kukoma pamoja.